akafikiria, kisha akaamua kufuata ushauri huo. Akajilaza kitandani kana kwamba anaumwa sana. Habari zikamfikia Daudi kuwa mwanaye ni mgonjwa. Alipoenda kumtazama, basi Amnoni akamwambia baba yake kama alivyoshauriwa na Yonadabu. Na Daudi akuona kama kuna ubaya, akatuma mjumbe aende nyumbani kwa Tamari na kumwagiza kwamba anabidi kwenda kwa kaka yake na kumwandalia chakula. Tamari alikuwa ni binti mwenye heshima sana. Hakusimama tu kama binti wa kifalme, bali pia alikuwa ni dada mwenye upendo kwa ndugu zake. Hakuwa na majivuno na alifanya vile alivyoagizwa. Akaacha shughuli zake na kwenda nyumbani kwa kaka yake, akamkuta amelala. Akaelekea moja kwa moja kuandaa chakula. Akachukua unga, akaukanda, akaiandaa mikate machoni pake. Akaioka mikate ile, na chakula kilivyoiva, Tamari akachukua vyakula alivyovipika na kumpelekea Amnon, lakini kwa kuwa alikuwa na hila, alikataa kula. Ghafla Amnon akaamuru watu wote watoke nje. Chumba kikabaki kimya, mlango na ukafungwa. Tamari akaingia katika chumba cha kaka yake kwa moyo safi. Akaandaa chakula mbele yake, akasogea ili aweze kumhudumia. Amnoni akamkamata akamwambia, "Njoo ulale nami ndugu yangu." Tamari alijaribu kujitetea na kumwonya juu ya aibu na madhara ya jambo hilo, lakini sauti yake haikupenya moyo uliofungwa na tamaa. Amnoni akamdhalilisha, akavunja heshima yake na kuacha maumivu yasiyoweza kufutika. Baada ya tukio hilo, hisia zake zikageuka ghafla. Ule upendo wa tamaa ukawa ni chuki kali. Alimfukuza Tamari kwa fedheha, akimwacha katika hali ya kuvunjika moyo. Tamari akatoka akiwa amechana vazi lake la kifalme, akipaka majivu kichwani kwake, ishara ya maombolezo. Kilio chake kilisikika wazi, akitembea kwa huzuni kuelekea nyumbani kwa Absalomu. Absalomu alipomwona dada yake katika hali hiyo, alielewa kilichotokea. Alimchukua na kumhifadhi nyumbani kwake. Kwa nje alionekana mtulivu, lakini ndani alijaza moyo na hasira kali dhidi ya Amnoni. Hakusema neno baya wala jema kwake, lakini chuki ilikuwa kimya kimya. Habari zilipomfikia Daudi, alikasirika sana. Hata hivyo, hakuchukua hatua ya kinidhamu dhidi ya Amnoni.